Asante, tunaweza tukakaa. Baada ya hayo, sauti utakayoisikia ni sauti ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ambaye ndiye mgeni wetu rasmi katika ibada maalum ya siku ya leo. Karibu. Asante. Mchungaji Yale Nikoswe ambaye anamwakilisha Baba Askofu wa Jimbo la Sabato kanda ya Nyanda za Juu Kusini, lakini nitambua uwepo wa Padri Mpangala ambaye yeye anawakilisha kanisa la Anglican, maaskofu na viongozi wa dini mliopo, mjumbe wa kamati ya usalama ya mkoa, viongozi wa vyama mbalimbali vya kisiasa ambao wamealikwa, mchungaji wa mtaa Songea Elias Mshahara, viongozi wa taasisi za kidini wote mliopo, wachungaji wote mliopo kwenye utumishi, lakini na wale ambao wameshapumzika utumishi mliopo hapa, waumini wote, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Ndugu waumini wa kanisa la Sabato pamoja na washiriki wote ambao wamejumuika kwenye uwanja wa Majimaji katika kuadhimisha siku ya uhuru wa kidini. Nami nichukue nafasi hii kuungana na wale waliotangulia kuzungumza kwa kuonyesha shukurani sana kwa Mwenyezi Mungu kwa wema wake ambao ametutendea, na leo tukakutana katika viwanja hivi tukiwa wazima lakini na wenye afya tele. Lakini kwa namna ya kipekee nichukue nafasi hii kukushukuru sana Mchungaji Elias Mshahara kwa kuona umuhimu wa kutoa mwito. Ninajua ulialika viongozi wengi sana wa dini kuhudhuria katika siku ya leo, lakini nawashukuru sana wale wote ambao wamepata nafasi ya kuja na kujumuika nasi, lakini na wale ambao hawakupata hiyo nafasi, basi tuwaombee kwa Mwenyezi Mungu zile nyudhuru ambazo wamepata, kama ni za heri basi ziendelee kuwa za heri, lakini zile zenye shari basi Mwenyezi Mungu aweze kuwaondoshea. Wapo watu wengi katika kanisa la Kisabato ambao walikuwa na sifa za pekee kuja kuwa wageni rasmi katika siku ya leo, lakini Mwenyezi Mungu akawaongoza kuja kwao. Na washukuruni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa sababu umenipa heshima kubwa na heshima ya pekee sana kuja kujumuika naye. Kwa hiyo sisi wote ambao tumekuja hapa si kwa uwezo wetu na nguvu zetu, na sio kwa ufahari. Wote tumekuja kuonyesha heshima yetu kwa Mwenyezi Mungu. Na ndugu zangu, Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Tufanye kila tunalofanya, lakini lazima tumkumbuke Mwenyezi Mungu. Wengi tumekuwa tunajivuna sana mbele ya Mwenyezi Mungu, na wengi makanisa au misikiti yote lazima tuijenge sisi wenyewe waumini na sio watu wengine. Na hili tuwe na heshima katika nyumba zetu za ibada, lazima sisi wenyewe tumtolee Mwenyezi Mungu. Na kila tunachokichuma na kila tunachokipata basi tukitolee Mwenyezi Mungu. Na tusijione fahari sana na kujinyanyua sana mbele ya Mwenyezi Mungu. La hasha, tupate muda wa kuabudu. Lakini kama tulivyosikia katika risala yenu, na nilipata muda wa kuipitia kabla sijaja hapa, nimesikia kuna mambo makubwa mawili ambayo umeyaomba. Moja lilinipa ugumu sana kulifikiri, kwa sababu ninajua ni mambo ambayo kila siku tunayafanya.
hakuna mtumishi yoyote wa serikali ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amezuiwa kwenda kuabudu kulingana na imani yake. Na kama ingekuwa ni watu wa kulalamika sana, huenda wangekuwa Waislamu ambao siku za serikali zinatambua tunafanya kazi kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa. Lakini hata Waislamu nao wanapata nafasi ya kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu siku ya Ijumaa, wanaenda kusali. Lakini kwa wanafunzi, kwa mkoa wetu wa Ruvuma, wanafunzi wanapata haki yao ya kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu kuanzia siku ya Ijumaa mpaka siku ya Jumapili. Na ndio maana katika kusanyiko hili tumeona kuna wanafunzi wamepita hapa kutoka Emmanuel Nchimbi, kutoka Sumbia Boys, lakini kutoka Peramio na shule mbalimbali. Lakini kuna watoto wametoka mkoa wa Njombe kuja kuabudu. Kilichopo sio cha serikali, kilichopo ni cha viongozi wa dini kutuvuta sisi kuja kuabudu. Lakini serikali, maadamu sisi tulishamaliza kazi yetu, hakuna tunayemzuia. Kwa kilichobaki ni kwa viongozi wa dini kufanya kazi yao, kutuvutia sisi ili sisi tuweze kuja kwenye. Na nitumie fursa hii kuwakumbusha umuhimu wa kutoa sadaka. Sadaka, usitoe sadaka kwa ria, kwa sifa. Fanyeni biashara na Mwenyezi Mungu. Na unafanyaje biashara na Mwenyezi Mungu? Ni kumtolea sadaka. Na katika Biblia Mwenyezi Mungu anasema wale watakao nivisha na kunilisha mimi, nami siku ya mwisho nitawavisha na kuwalisha. Lakini Biblia inasema pindi unapotoa sadaka yako, mkono wako wa kulia ukitoa, mkono wa kushoto usijue. Maana yake ni nini? Tusitoe sadaka zetu kwa kujisifia, bali tufanye biashara kati yetu na Mwenyezi Mungu. Tunao watu wengi katika mitaa yetu, lakini katika jamii zetu wengi ambao hawana uwezo. Tutumie kile kidogo ambacho Mwenyezi Mungu anatujalia kugawana na ndugu zetu, kugawana na wale wengine, na tusiwape kwa kuwakashifu. Ninakupa lakini nenda kafanya kazi. Hata yeye anatamani kufanya kazi, lakini kila anapojitahidi hatoi na hafikii pale. Mchungaji Yaredi, mnahubiri sana kwenye nyumba za dini, lakini waumini walio wengi imani haijawaingia. Ndio maana leo anatoka anaenda kwa mganga wa kienyeji. Lakini ukienda kwa mganga wa kienyeji kuna somo ambalo unatakiwa usikiliza maongezi yako. Atakwambia tafuta hiki, lete jogoo mkubwa. Wewe ulishawahi kumwona mke wa mganga wa kienyeji ni mwembamba? Waganga oye! Ndio kokote walipo ujumbe unafika. Anakuambia lete jogoo, sio aliyepevuka sana wala mchanga, katikati, na wanapenda rangi nyekundu au nyeupe. Au tafuta mbuzi lete. Lakini ukishaleta atakwambia tumuombe nani? Mwenyezi Mungu. Lakini mfano mzuri ni wa Nabii Ibrahimu. Ibrahimu alipewa mtihani na Mwenyezi Mungu wa kumchinja mwanae Isaka. Waislamu wanasema Ismaili. Lakini alipompa ule mtihani, wakati anataka kumchinja kwa sababu mtoto naye alikuwa na imani, baba yake hofu ya uzazi ilipomwingia, maana akamwambia tekeleza amri ya Mwenyezi Mungu. Alivyopitisha kisu akakuta anachinja kondoo. Kwa hiyo kwa madhehebu yote Mwenyezi Mungu ametupa ruhusa hiyo, kwamba tumtolee Mwenyezi Mungu majitoleo yetu, tuchinje kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na ukitoa sadaka yako usiitupe kwa hasira, iombee kwa Mwenyezi Mungu. Na nashukuru sana siku hizi makanisa na nyinyi mmetoa ule mtindo wa watu kwenda kuchukua change kwenye nyumba za Mwenyezi Mungu. Ile ilikuwa ni mbaya. Yaani mtu anatoka huko na shilingi 10,000, anaenda anaweka mle, anachukua 9,500. Alafu anamtolea Mwenyezi Mungu 500, unatafuta change kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu. Alafu unasema utapata hela, utazipata hela. Utazipata? Kwa hiyo niwaombe sana, tumtolee sana Mwenyezi Mungu sadaka zetu, lakini tumtolee Mwenyezi Mungu majitoleo katika nyumba za ibada yetu. Baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana. Niwakaribishe wale wote ambao wametoka mbali
nje ya mkoa wa Ruvuma muendelee kuwepo, lakini mtakapokuwa mnarudi mwekeni Mwenyezi Mungu mbele. Amina. Mwenyezi Mungu awaongoze, akawe dereva wenu, akawe rubani wenu. Msiwe na haraka tena ya kurudi manyumbani. Nendeni taratibu na Mwenyezi Mungu atawaongoza. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana.